na bwana. Akasema ngoja tu niache yapite, labda ni shetani. Akakimbia ndani. Alipofika ndani anahema, yani anatamani hata mlinzi angemtongoza basi angemuomba hicho kitu. Akafika ndani mpaka Mungu akamkumbuka, akapiga alama msalaba. Baada ya muda akataka kutoka sasa, akawa anatembea tembea anamtafuta mlinzi, akawa anaita, huyu jamaa yuko wapi huyu? Kumbe jamaa alikuwa ndani kwake. Akamwambia bosi, niko huku, nifungulie geti, nataka niondoke. Wakati anageuka viatu vikamwangusha bwana. Vilivyomwangusha akateguka mguu. Mlinzi akamkimbilia akamwambia, bosi vipi umeanguka? Akamwambia nimeanguka kiatu hiki kirefu. Mlinzi akamwamka kumsaidia bosi wake, akampeleka ndani. Basi bwana taratibu anamfikisha ndani, akamweka kwenye kochi. Basi akamwambia niangalize kwenye mguu. Basi jamaa kana minyaminya, anamwambia bosi umeumia sehemu gani? Bosi anamwambia nimeumia hapo chini, hebu gusa tu, panda kwa juu kidogo. Basi bwana jamaa anashangaa, nipande kwa juu? Kwa hapa kijuu kidogo. Wewe minyaminya tu. Basi bwana bosi anavominywa huko anameza mate. Basi jamaa anamwambia panda kwa juu kidogo. Mlinzi aamini, bosi nipande kwa juu? Huko anaendelea kushika mguu. Jamaa amini kwa hapo juu kidogo. Basi jamaa anaenda kufanya massage, mara kidogo simu ikalia. Akamwambia basi stop. Mlinzi akauliza, lakini uko poa? Nipo poa. Wewe usijali kuhusu mimi. Asante sana, asante kwa kusaidia, endelea tu na kazi zako. Basi akawa anawaza akasema, yani leo bila hii simu kuna kitu kingetokea. Basi mwamba alivurudi jioni akawa anakagokogwa mguu, akamwambia mpenzi wangu leo inabidi unibebe. Jamaa come on, mbona ninaangusha mimi nikubebe wewe? Jamaa mimi si mpenzi wako. Akasusa bwana, akamwambia kama utaki kunibeba niache. Basi bwana alikuwa anataka mapenzi tu. Basi siku hiyo mwamba kanamwadisa mchizi wake, anamwambia mwanangu humu ndani ni hatari, bosi wangu ananipa mitihani sana. Mara kidogo bosi akatoka bwana. Alipotoka sasa mshauri wake si ndo akamuona bosi mwenyewe ndo yule. Mwanangu bosi mbona mzuri hivyo, ningekuwa mimi ningeng'ata tayari. Yani mimi siwezi kulemba, yani mtoto kaka kimapenzi. Mimi siwezi kuacha wewe mwanangu, wewe itakuwa wewe jogoo pandi mtungi. Mwamba anamwambia wewe mimi huyu bosi wangu nakushukuru sana, yani wewe mwanangu una roho ya huruma, ningekuwa mimi sina roho ya huruma. Mwamba akamwambia hebu acha ujinga bwana. Basi siku ya pili bwana bibi yake anamwadisa shoga yake, anamwambia mwanangu nimejaribu vitu vyote. Mtihani ukaja, mlinzi bwana akana nikanda mguu, bado kidogo nimpe. Wewe si ungempa mtu anakushikashika mguu, wewe vipi na wewe unaam? Ungempanulia tu aone, ungempa. Ningekuwa mimi wewe mlinzi atoki bwana, ana huruma yako takuponza. Wewe unachitia alafu unashinda kumchiti. Basi akacheka, anamwangalia tu, anamsikiza shoga yake, kumbe anataka ushauri. Baada muda kidogo kupita, mlinzi anasukiria mwamba wake alivyomwambia. Angekuwa yeye singelemba. Sijui kwa sababu gani kashindwa siku ile. Basi bwana upande wa pili pia anafikiria, huyu mlinzi sijui nimpe. Anajishauri, si nitakuwa nimekosea. Basi bwana anakamua sasa, ngoja nifanye maamuzi. Akawaza akaamua kuchukua simu, akaamua kumpigia na kuomba ndani mara moja. Sawa, njoo mara moja, nina shida na wewe. Basi bwana bibi yake anajilemba sasa ili mlinzi akifika pale mlinzi ashomoe. Basi mwamba akaja, bosi nimekuja kukusikiliza. Akamwambia hivi, nina shida na wewe, kuna kitu nataka unisaidie. Kitu gani? Hebu kaa kwanza tuongee. Basi wakawa wanaongea. Akamwambia hivi, kuna kitu nataka nikupe, yani kitu kizuri, nataka nikupe zawadi. Zawadi gani? Zawadi ya mapenzi. Tena siku ya leo tu naomba utanyima. Basi bwana mwamba akawa anashindwa kuongea. Naomba tu ujaribu. Basi bwana bosi akanyanyuka akamshika mkono. Jamaa akamwambia tunaenda ndani kwako. Tunaenda ndani kwangu. Basi bwana mwamba Yesu kio alifaidi akatupa kitandani bwana. Bosi akampandia kwa juu akamwambia leo nataka ufanye vile ambavyo unafanya kwa mpenzi wako. Mwamba alikuwa naye sio mchoyo, basi akampa bosi wake. Basi bwana wakati anavaa nini anaongea na bosi wake, bosi akawa amependa ile show. Mwamba akawa anacheka. Siku hiyo akavaa nguo ya mlinzi chini. Bwana yake anashangaa, huyu vipi na hii nguo? Imekweje? Hana nguo au nini? Bibi akafika kitandani kachoka, akamwambia mume wake, bwana nataka unizimie taa ili nilale, siwezi kulala na mwanga. Jamaa anamwambia laptop itaniumiza macho, kwa hiyo siwezi kutumia bila mwanga. Basi bwana bibi akajinyosha pale akarudia, kwa hiyo mpaka sasa hivi hujamaliza? Akamfonya. Alafu akamwambia leo nimependa sana. Mwamba akashangaa, huyu binti huyu nitakuwa nagongewa. Basi bwana siku ya pili asubuhi mwamba anaenda kazini, anamwaga mpenzi wake, baby naondoka.
Bibi akamwambia, wewe nenda tu. Mwamba akataka kumbusu, bibi akakwepa, akamwambia, usinichafue bwana, staki kisi lako. Mwamba akawaamini, leo nakata kisi langu. Anaondoka na viulizo. Siku hiyo bwana, mechi ikarudiwa tena bwana, Mlinzi na bibie. Mlinzi ana mawazo huyo, anaogopa siku akifumo itakweje. Basi akasema, madam, isijirudie tena, leo siku ya mwisho, wewe unaonaje? Kwa sababu siku huyu mtu akijua itakwaje? Madam akamwambia, haiwezi katokea siku kama hiyo, sawa, usiogope. Basi bwana, Mwamba akanamhadithia rafiki yake, mwanangu, masiala nimeitwa ndani, nimeweka kweli, kumbe alikuwa ananipenda. Jamaa alisema, mimi nimekwambia wewe unashindwa kuweka kwa sababu gani? Unakuwa kama chizi. Tena nimetona zawadi, nimenunuliwa nguo hizi hapa. Hebu nione mwanangu, hiyo utaniachia? Mwanangu, kazi nifanye mimi alafu vitu uchukue wewe? Ananipenda, yani yeye show. Basi bwana, bibi naye akaenda kumhadithia shoga yake, shoga yangu, sijui nilikuwa nafeli wapi. Basi huyu Mlinzi kanichangamsha. Mimi mwenyewe kushangaa, shoga yangu, mimi sipendi kukuona nakuja hapa una mawazo. Umeona sasa hivi umechangamka, umekuwa mtoto wa kike. Basi bibi anacheka, anafurahi, shoga yake anamwambia, sasa hapo utaongeza au sio? Unaonaje? Niambie basi, utaongeza? Basi bwana, shoga yake, lakini mimi naogopa. Unaogopa nini wewe wakati mwenyewe unachitiwa? Siku ya mwezi 40 bwana, jamaa kuna siku kawafuma sasa. Baby, unafanya nini? Jamaa anajiangalia, leo unafanya nini? Wewe Mlinzi, umeingia ndani kufanya nini? Tena kuna kitanda changu na mke wangu. Basi bwana, mke ajitetea, baby, usifanye hivyo. Wewe mwenyewe ulikuwa busy na mimi nikaamua tu huyu jamaa anipe. Mwamba kaambia, sasa leo nawaua. Basi bibi kumbe alikuwa anaota bwana. Kumbe ilikuwa ni ndoto. Hii ni ndoto. Ndoto gani hii? Basi bwana, siku hiyo akamwita shoga yake, akamwambia, shoga, huu mchezo mimi siwezi kuendelea tena. Yani nimeota na Mlinzi tumefumaniwa. Akamwambia, wewe labda Mlinzi anakupa vizuri, kwa hiyo unamfikiria kila muda. Bibi, mimi siwezi. Hiki kitu sikiwezi kuendelea. Wewe acha uoga wewe. Au Mlinzi wako nimchukue mimi? Wewe shoga yangu, hebu acha mambo yako. Basi siku hiyo bibi sasa akataka kumaliza matatizo kwa Mlinzi. Alimtuma Mlinzi mzigo. Basi bwana, Mlinzi akawa amemletea, akaupeleka ndani. Alivyorudisha akamwambia, hivi kwa nini mpenzi wako siku hizi haji? Simonioni, shida ni nini? Basi bwana, Mwamba akasema kasafiri. Basi akirudi mwambie anakuja kama kawaida. Bibi anauaso, yani kama yalotokea ni bahati mbaya. Wakaongea pale, bibi akajisave, akasema basi yote yalotokea ni bahati mbaya, kwa hiyo kila mtu aendelee na maisha yake. Basi bwana, Mlinzi akasema poa, hamna shida. Basi shughuli ikaishia hapo, bibi akawa kasave matatizo yake. Sasa siku moja alitembea kwa mume wake, yani alienda kazini kwa mume wake na pia akumwambia wala nini. Sasa siku hiyo alikaa akaona mbona sekretari wa kuniruhusu niingie ofisini hayupo? Basi akaamua kwenda mwenyewe kwa sababu ni kazini kwa mume wake. Akaenda, wakati anataka kuingia ndani akasikia ndani watu wanaongea, yani kama mtu wananungunika, kuna migunu. Akanasikiliza vizuri, ni nani? Anasikia sauti ya mume wake ananungunika na mwanamke. Akaamua kufungua, akakuta mwanaume wake ananyonywa bwana. Bibi aliganda, alikuwa kama kapigwa na shoti. Basi bwana, Mwamba naye akaganda. Bibi akatoka akakimbia, Mwamba akamkimbilia lakini akamkosa. Bibi alifika nyumbani alichoka, shobo zote ziliisha za kumfanyia mume wake surprise. Bwana, usimfanyie mume wako surprise. Basi siku hiyo bibi akakusanya mizigo yake yote, akatia ndani ya gari lake. Tena akahuko anapiga kelele, wewe Mlinzi, nifungulie mlango. Akafungua mlango, akatimka huyo, yani asimkute. Jamaa aliporudi nyumbani akawa anazurura kwenye vyumba vyote, anamtafuta mke wake, mara ashuke chini, mara apande juu, yani aeleweki, alikuwa kama kachanganyikiwa. Akaenda mpaka kwa shoga yake mpenzi wake, akauliza, namuuliza maana yuko huku? Yeye naye akajibu kwa nyodo, simjui na sijui alipo. Kwa nini, shida yako nini? Au si rafiki yake? Kwa nini umjui na unajui alipo? Nimekwambia sijui. Wewe mtafute unapojua wewe. Na huyu shoga yake anamchukia huyu kwa sababu anamnyimaga hana tunda. Toka bwana hapa. Akaenda ndani bwana, akafunga na mlango wake. Mwana akaenda kwa mwanae akamhadithia situation yote ilivyokuepo. Akamwambia namtafuta mpenzi wangu kila kona lakini simpati. Sijui shida ni nini. Alitukuta kwenye situation ambayo haieleweki lakini tulikuwa tufanye kitu chochote. Basi Mwamba alikuwa na mawazo. Siku zimeenda, zimepita, anamtafuta anamkosa. Basi alikuwa na mawazo sana. Siku hiyo sasa mshikaji wake alikuwa anatembea, akamwona Ana barabarani. Akampigia simu mwanae, akamwambia mwanangu, nimemwona Ana, njoo nyumbani kwangu sasa hivi. Mimi nitajua namtekea vipi Ana. Basi akambembeleza Ana, nataka tuende nyumbani kwangu tukaongee mara moja. Basi Ana akakubali, akaingia ndani ya gari. Mwamba huyo akampeleka mpaka kwake, wakawa wanaongea. Mara ghafla anaingia jamaa.
Anajua huu ni mchezo uliandaliwa. Basi anamwangalia ni jamaa, kwa hiyo ulinipanga? Basi akana mfukea, huyu alinchiti huyu, mimi sitaki hata kuongea naye. Wewe mtoka bwana, wewe malaya, miaka mingi umenyima mapenzi lakini kukuta unanyonya. Mwamba kahadisia, hapana, sikunde ilikuwa hivyo. Yule binti alikuwa anaambia anaolewa, na pia alikuwa anaolewa huyu na mwanangu. Alikuja pale ofisini, alipokuja ofisini basi tukawa napiga story, lakini kuna vidudu alivishika, baadaye vikaanguka. Vilivyoanguka basi bwana yeye akainama ili aviokote, na mimi nikawa namhesabia 1 2 3. Mgalafu kaingia wewe, ukajua sasa labda tunafanya mapenzi. Na mimi ofisini kwangu kuna kamera, video hii hapa, umeiangalia? Angalia. Basi akanamuonesha video huko anambembeleza, nakupenda sana, mimi sio mwanaume wa hivyo, lakini kulikuwa kuna mipango tu ya kazi na kazi yenyewe imekubali, lakini bado nina mawazo na wewe. Mwamba kakaa tu anawasikiliza. Basi wakakubaliana. Walivyomaliza Mwamba katokea akasema, sasa mshakubaliana, mambo mengine mkafanyie kwenu. Basi bwana wakakumbatiana huko wanacheka. Basi bwana Mwamba akataka kunywa juisi bwana. Akamwambia, mwanangu utanisamee, nitakunywa juisi yangu hapa hapa.